ulikuwa ni mpango wa Bwana, wala msipate hasira. Mungu alitaka kuwatumia ninyi munifikishe mahali, alitaka kuwatumia ninyi munipeleke mahali. Na mimi nataka nikwambie, huzuni na mahangaiko unayoyapata yatazame kwa jicho la Bwana. Yanataka kukupeleka mahali, na sio mahali pabaya, ni mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Yusufu anawaambia ndugu zake, nyinyi ndugu zangu, msifikiri kwamba mliniuza ninyi. Bwana mwenyewe aliandaa njia mniuze, ili nije baadaye nifanyike wokovu wenu, niwasaidie mpate uzima tena baada ya njaa yote kutawala duniani. Mtakula hapa, mtakunywa hapa, mtaishi vizuri. Wakati wanaona kumbe ulikuwa ni mlango wa yeye kupata milango mingine ya baraka kwa ajili ya wokovu wa familia yao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jaribu linapokupata, Biblia inasema jaribu liwapatalo ninyi haliwezi kuja lililo zaidi ya imani yenu, haliwezi kuja zaidi ya nguvu zako. Na ndiyo maana akasema hesabuni ya kuwa ni thawabu. Ni thawabu. Kuna mtu anaumwa, utazama ugonjwa na kuona mimi kama basi tu nimekata tamaa, sasa siwezi kuendelea tena, siwezi kuendelea kwa sababu ndipo huko tulikuwa tunafanya maombi kwa ajili ya mama mmoja mjamzito. Mama huyo wakati wa ujauzito wake, unakuta wakati alipata ujauzito akiweka chakula kama pale, mara anakuta mpaka ameruka kichani na anavyoka kabisa, anakula chakula. Akilala usiku, mara anasikia watu wanaongea, anaenda kuangalia kule haoni. Tukawa tunafanya naye maombi, tunaenda kwenye malango yake, tunaomba. Tumaliza maombi, zoezi likabadilika. Akawa anaona kwamba sasa ni kama ujauzito unatoka. Dalili zote zinaonyesha kwamba ujauzito unatoka. Kapeleka hospitali kwenda kupima. Wanaona maji yanatoka, lakini maji hayapungui, yako pale yanatoka. Tukapiga maombi, tukahakikisha kwamba huyu mama sasa haoni tena hiyo hali, na kweli hakuona ile hali, lakini iliyokuwa kali zaidi, yule mama akasikia kama sasa tumbo linafumuka tu lenyewe, linafumuka tu sasa, yaani maana yake linafumuka. Kimbiza hospitali, tumeomba. Tuko na mama mchungaji mmoja, tumeomba. Mwisho wa siku tumeomba, tumetoka jasho. Baadaye nikamwambia mchungaji, Mungu na atushangaze. Najua tumesema yote, tumefunga sana, tumefanya, lakini mama mambo ndio. Nikamwambia basi Mungu na atushangaze tu. Mungu atushangaze, parudi. Tulitumiwa na parudi tu, kwa sababu sasa madaktari hawana namna ya kufanya. Wamerudi hospitali kufika kuangalia, wamerudi hapo vizuri. Na kisha sisi tunaomba Mungu atushangaze tu. Lakini unaweza ukayaona hayo matatizo yalikuwa yanamwandama yule mama, na akajiona ni kama, kwa nini yeye amekuja kwenye dunia ya mahangaiko namna hii? Kwa nini yeye amekataliwa namna hii? Kwa nini yeye ni mtu wa kupigana vita namna hii? Na kumbe Mungu alitaka kumtengeneza kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya malango ya familia yake, yapate kumpata Kristo, apate kuing'oa mizizi ya yule adui. Nataka nikwambie, baada ya yule ushindi, walimwogopa kweli kweli, kwa sababu waliona ajenda zao zote zimeshindwa, na wakaachana naye kwa sababu ya ile vita, wakamwacha akawa salama. Na ndio kwamba na mtoto yuko anaendelea vizuri, na yeye amesimama, anakwambia yeye bora mwingine vitu vingine, lakini kanisani lazima. Huyu ni mtu ambaye anapitia vitu vingi. Kama ni kulia, amelia. Kama ni kukataa, amekataa.
Lakini kumbe Mungu alikuwa na ajenda yake, kwamba wakati utakapopita kwenye hili jaribu, hatua ijayo wewe utakuwa mtu wa ushuhuda. Bwana Yesu, haleluya, haleluya. Kuna watu hapo wamepitia maisha fulani, wengine ni akina mama, wengine ni akina baba, wanajua maisha walioyapitia, kwa sababu tu watu semaji kila kitu, lakini ukikaa na mtu anaweza kukusimulia, mwanangu, usipite hapa. Kwa nini? Kwa sababu